ya dunia YouTube, najua utakuwa unaifuatilia sasa hivi, lakini kama uifuatilii Instagram ama TikTok ushakutana na vipande vyake au vipi bwana? Mwanadada huyu hapa alisema ipigwe mpaka ichanganyikiwe. Mambo poa? Shwari. Shwari. Pendeza. Asante. Hivi kwa wale ambao ni mashabiki zako, si ndio, ambao wanaifuatilia dunia, wanakupa nini sasa hivi? Wanakupa pole, wanakupa hongera, wanakupa kitu gani? Asilimia kubwa wanipa hongera. Nyie amoni mlichokifanya. Lakini bila mimi nakupa hongera kwa sababu dunia mnafanya kazi kubwa sana. By the way, mmebadilisha soko la tamthilia, lakini Bongo Movie naweza kusema zinafuatiliwa tena upya sasa hivi. Watu wanazifuatilia, wafanyakazi wa nyumbani, dada zetu, lakini kina mama, si ndio? Safi sana. Character ambayo unaicheza wewe, si ndio, ni character moja ambayo ilikuwa kidogo nzuri, lakini imekuja kubadilika katikati. Naona unatabasamu. Kilichokuja kubadilisha karakta hiyo ni ile video clip ambayo inatembea sasa hivi mtandaoni, na ndo ambayo imefanya mimi nikutafute. Pengine wakati unaambiwa leo utaenda kucheza karakta hii ama tunaenda kucheza uhusika huu, nini kilikujia kichwani kwako? Kwanza nilicheka. Sijui hata nisemeje. Director anaelezea scene. Nilitulia hivi nikawa nacheka, namwangalia nacheka. By the way, alielewa kwangu ingekuwa scene ngumu. Mimi ni mtu fulani ambaye sijui nimekaa kilokole sana. Yaani unajua ilinichukua. Nikawa nafikiria ile namuuliza unafungwa mpaka wapi? Mpaka hapa, yaani ilinichukua muda sana. Haki ya Mungu. Na ndio scene ngumu naweza nikasema kwenye dunia. Haki ya Mungu, afu na ndo scene ambayo imetembea mno, sikutegemea. Yaani ilikuwa scene ngumu sana kwangu. Kutegemea kutembea kwa, unahisi nini ambacho kimefanya ile video itembee? Mimi mwenyewe sijui kwa kweli. Sijui niseme watu tu walipenda, sijui the way nilivyocheza au mauzui yale maneno, sijui, yani sijui, lakini imetembea sana. Japokuwa ilikuwa si ngumu sana kwangu. Yani director nilikuwa nacheza, director ananiambia mbona kama unatetemeka? Yani ni stay. Kazi zetu hizi. Sawa. Baada ya kutoka sasa, baada ya kucheat tunasema, baada ya kutoka kwa mume wako Manyanya, umeenda kwa brother yake, ikapigwa mpaka ikachanganyikiwa. Sometimes though ulienda ni kwa sababu ya kupata furaha. Hali ulioikuta kule, unajua ni ndo maisha ambayo umeigiza, maisha ambayo yako mtaani. Hali ulioikuta kule na hali ya mume wako, unatamani labda ungeanza na brother kabla ya Manyanya? Kwa kweli jamani. Nyie muone. Unakuta tu nimecheza ile scene. Nikajikuta unajua tamani kubaki ungeanza na Jordan kwani? Kweli. Maana ukiangalia vizuri ni kwamba nilichiti tu mara moja, Jordan akaja nikamwambia hapana, naomba tuishie hapa. Sijui unanielewa. Kuna maneno fulani hivi aliongea nikafikiria Mungu naomba unisaidie kwa kweli. Nikasali lakini nikashindikana. By the way, Jordan akawa ana tu vitu fulani. Yeah. Noma sana. Kuchiti na kuaga ni mara moja, lakini unatamani uendelee, si ndio? Safi. Kama nilivyosema, ndo maisha ambayo mwigizaji siku zote ana story ya mtaani, si ndio? Ndo maisha ambayo mnaigiza mtaani. Sasa natamani kufahamu, kuna watu ambao wanakutafuta, wanakueleza bwana, mimi nilikuwa kama wewe zamani, lakini baada ya kufanya hivi maisha yangu kidogo yamenyoka, kwa hiyo wewe achana na mume wako, wewe pita tu na brother? Unakuta ni nyingi. Yaani sijui hata nieleze vipi, lakini ukiangalia wanawake wengi ndio wanapitia hayo. Wanawake wengi. Kuna mmoja alinitumia message mpaka nikashtuka. Aliniambia mimi mwanaume wangu alikuwa kama Manyanya hivyo, sijui nini. Na nilikuwa nampenda, sijamkosea, sijamfanya chochote, lakini alinicheat, akapata mtoto nje, sijui nini hivyo. Na mimi sasa alichokifanya yeye, itakuwa ni mbaya kusema, ila na yeye alimlipizia, na yeye akamletea watoto wa nje. Sina naelewa, lakini yeye mwenyewe hajui, anaendelea mwamba kulea mpaka leo. Kwa hiyo unakuta hizo situations zimewakuta watu wengi, hivyo vitu watu wengi wanapitia. Changamoto kama hizo ni nyingi mno. Ndoa jamani, Mungu atusaidie kwa kweli. Vipi kuhusiana na Vai wa dunia? Ana feel guilty, yani kuna wasiwasi labda unamuingia baada ya kufanya lile jambo? Hapana, mimi kwangu ni usiona hata nimebadilika siku hizi, nimechange. Sipiki tena, najibu ninavyojisikia. By the way, siogopi chochote. Unajua tofauti ya mwanamke na mwanaume anaweza akachiti still akamheshimu mke wake, akabaki hivyo hivyo. Lakini sisi inakuwa inatu affect sana. Yaani wewe mke wako ukichiti tu lazima ujue. Kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinabadilika. Automatic tu anajikuta tu hivyo, anasikia hasira. Yaani kwanza tu mwanamke mpaka akisha kucheat hakupendi tena.
Nahisi ni kwamba Watanzania tunapenda sana hizi mambo za mapenzi, ndio maana umekuwa umeenda viral ghafla. By the way, naweza nikasema hivyo kwamba Watanzania tunapenda sana hivyo vitu, lakini kutokana sijui na nilivyowasilisha kile kitu ndio maana kimetembea sana, au sijui labda kwa yaani kwa muonekano wangu na kitu ambacho nilichokisema naweza nikasema pia kimesababisha watu wapende zaidi, sijajua. Sawa, asante sana kwa muda wako. Labda kuna kingine unataka kushare sasa hivi mashabiki zako wa kwenye dunia, pengine episode nyingine zinazokuja? Yeah, nawapenda sana, waendelee kufuatilia dunia, maana huko mbele ni ya moto hatari. Yaani huko mbele ndio vitu, yaani sijui nisemeje, dunia ina vitu vingi, ndio kwanza tunaanza. Yaani ndio kwanza tunaanza. Kwa hiyo endelea kujifunza. Labda tumeona hiyo scene umeipatia sana. Labda tutarajie kumuona Vai wa kuchipuka kwenye hizi episode nyingine. Yeah, by the way nitachipuka sana. Nyie endeleeni kuangalia. Nyie endeleeni kuangalia. Story nataka hivyo jamani. Niweke sawa, ni story. Yaani isiwachukue watazamaji, isiwachukue kwenye maisha halisia. Ni story. Najaribu kuvaa character ya mtu, kumuelezea huyu Vai wa kwenye dunia yukoje. Yeah. Shukrani sana.